Katika kile kitabu cha Luka tuliona Yesu alipokamatwa pia alipelekwa mahali ambapo wanasulubisha watu. Si kweli jamani? Alipopelekwa kule, basi yeye alikubali kusulubiwa. Akasema sawa tu. Lakini kilichosababisha asulubiwe ni ukweli aliozungumza mbele yao. Kwani kuna kitu kingine kilichompeleka pale? Maana walipotafuta kwamba huyu ni mwizi, hakuna alichoiba. Wakaenda kutafuta kwa watu ambao ni wazinzi, yeye katika uzinzi hakuwepo. Akaenda kutafuta watu waumbea, yeye kwenye waumbea hakuwepo. Wakaenda kutafuta kwa watu ambao ni wachawi, yeye kwenye wachawi hakuwepo. Wakafuatilia mahali pote, labda huyu ni fisadi labda. Lakini kwenye ufisadi sijui kama alikuwa na duka, maana maandiko yasema. Wala hakuwa na cheo serikalini, maandiko yasema. Tumejifunza kwamba Yesu mpaka anafikisha miaka ya kutangaza neno la Mungu, wala hakuwa na sijui, maana wanasema tu alikuwa ni fundi wa mbao. Walipotafuta namna ya kuwa kwamba huyu mtu sio mwema, walikosa. Walipokosa, walitafuta mahali anapozungumza ukweli. Kwa hiyo kama mtu unamwambia ukweli wewe ni mzinzi, wala lazima achukie, si ndio jamani? Atachukia. Ukiambiwa wewe ni fisadi, jamani, samahani wale wanaofanya kazi serikalini, si mafisadi wako. Kuna mahali pengine tulienda siku moja, tunaomba, tunaandika barua ya maombi. Tunasema ukweli, yapo na hayapingiki. Unaandika barua ya maombi upewe kazi fulani, unaambia usipoweka laki, hiyo barua yako haipokelewi. Sisi tunatafuta kazi halali, na kazi serikali imetoa kwamba watu watume maombi. Yule mwenye kubahatika ambako Mungu atabariki apate, afanye kazi, afaidike. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wanakwambia katika ile bahasha udumbukize nini? 100,000 ndipo wataifungua. Kama utadumbukiza, basi hiyo bahasha yenyewe inachukuliwa tu na kutupwa pale pembeni. Haina kazi. Sasa hao si ni mafisadi? Kama ni kazi ya kusimamia hiyo shughuli, wamepewa posho. Sasa unatafuta tena posho kwa wale wanaotaka angalau wapate riziki na wao. Hawa si ni mafisadi jamani? Walimtafuta Yesu kwa namna ya kwamba ni fisadi, hawakupata kosa. Lakini alichowaambia, jamani, acheni ulevi, acheni uongo, acheni uzinzi, muamini Mungu. Hicho ndicho kilichomsababisha akamatwa. Tukienda kwa Stefano alifika mahali watu wakawaambia ukweli. Ndugu zangu, imani iliyo sahihi ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wale watu walipoambiwa kwamba kumwamini Yesu, wanaona kama vile wanabadilishiwa nini? Wanabadilishiwa dini yao. Yale mapokeo yao waliopokea miaka ile wakati ule wakiwa Misri. Maana waliabudu miungu, wengine waliabudu vitu mbalimbali, waliabudu sanamu. Akasema jamani, hakuna haja ya sanamu, Yesu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaona kwamba wengine wanaonewa, lakini aliwaambia ukweli Stefano. Mwisho wa siku wakachukia. Ukisoma sana historia hapa, ni kama walifika mahali sasa wakalazimika kupanga vikao, wakalazimika kufanya mikutano, wakaamua kwamba huyu mtu, kwa hali hii, kwa kiti kanachokizungumza, kwa maneno haya anayoyatangaza, ili dini letu limekwisha, halipo kabisa. Sasa wakapanga njama, wakasema huyu ili tumuwahi, ngoja tumkamate, na yeye pia tufike mahali tukamate, tuue. Jamani, haya si maneno mazuri eti? Ni maneno mabaya, ni maneno magumu, ni maneno ambayo yanaumiza. Hawa watu wakampeleka kama walivyompeleka Yesu kule kwenye kusulubishwa kule. Na yeye wanasema walimchukua wakampeleka nje
na mahali pale alipokuwa kwa ajili ya kwenda kufanyaje? Kumsulubisha. Maandiko yamesemaje? Yanasema wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Haleluya, amen. Nataka tujifunze neno moja tu kwamba kutenda dhambi na kutosamehe ni kizuizi cha kufika mbinguni. Yaani wewe unapofanya dhambi, unapotenda mambo hayampendezi Mungu, maana yake wewe ni kizuizi cha kutokwenda kule mbinguni, ambapo Yesu Kristo ametuahidi ya kwamba tutaenda kule mbinguni tuishi naye milele. Ni kizuizi. Dhambi ni uasi, si ndio maana yake jamani? Wote tunajua unapotenda dhambi maana yake umeasi. Umemwasi Mungu. Wewe unakwenda kinyume na Mungu anavyotaka. Sasa baada ya kwa Stefano amewaambia, ndugu zangu, mnayoyatenda huko mnakoamini, huko mnakofuata sio sahihi. Mahali ambapo ni sahihi ni kumwamini huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba umfuate huyu Yesu naye atakuokoa, atakuponya, atakusamehe. Haleluya, amen. Jambo kubwa kwenye maisha, maana yake katika kumwamini Yesu, dhambi ziweke kando. Haleluya, lakini pia kumbuka kusamehe. Haleluya, amen. Kuna kitu ambacho Yesu alifundisha katika maneno yake ambayo alizungumza akiwa pale msalabani. Tumesoma ya kwamba walipomkamata wakampeleka pale Golgotha, alipelekwa na wafungwa wengine wangapi? Wawili, mmoja kushoto, mwingine kulia. Lakini walipoanza kumtesa, wakampiga mijeledi, wakamchoma mikuki, yeye hakuna kitu alichokizungumza. Alisema hivi, Bwana wasamehe, hawajui wafanyaje walitenda. Haleluya, amen. Hayo ndio maneno nimesema, kizuizi cha kwenda mbinguni. Jambo la kwanza ni kutenda dhambi, lakini jambo la pili ni kutosamehe. Hawa watu walimpiga Yesu, lakini hawa watu walikuja kwa Stefano mtumishi wa Bwana, naye pia wakampiga. Unaona maandiko aliyosema pale, anasema mstari wa 6, anasema akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Haleluya, amen. Ukiangalia ni msamaha uliotumika, yeye hakuwaza chochote. Kuna mahali pengine maandiko yameandika kwamba ulimwenguni tunayo dhiki, si ndio jamani? Tunayo dhiki sana. Na hayo maneno ni ya Yesu mwenyewe. Haya maandiko ni Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi kwamba, ndugu zangu, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Jipeni nini? Moyo. Mimi nimeushinda nini? Ulimwengu. Wakati mwingine dhiki ni taabu, si ndio jamani? Mtu anapopata taabu yuko kwenye dhiki. Unaposimama ukasimama kwenye ukweli, ukatangaza neno la Mungu, ukawaambia ukweli habari za Mungu, kumbuka shetani halali. Shetani hafumbi hata macho. Shetani anakutolea macho. Hawa ndugu walifika mahali wakampiga Stefano kwa mawe, sio jamani? Wewe unafikiri yale mawe yalikuwa yanatoka kwa wanadamu bila kusukumwa na shetani? Shetani anatumia watu unaowaona, unaowatambua, tena wengine usiofikiria kwamba hawa wanaweza katenda mabaya. Hao ndio wanakupiga mawe. Hao ndio wanakutesa. Wewe ukiwaambia wewe acha ulevi, wewe baba acha uzinzi, wewe mama acha uchawi, wewe kesho ulali. Haleluya, amen. Haulali utapigwa mawe. Kuna mahali fulani nilishawahi kushuhudia.
Kuna watu fulani ambao walikuwa wanafanya kazi walikuwa wanapigwa kwa mawe, lakini anayewapiga mawe haonekani. Umeshawahi kushuhudia jambo hilo? Mimi nimeshawahi kushuhudia jambo hilo. Watu wanafika sehemu, bwana, sisi hatufanyi kazi hapo. Hatutafanya kazi. Kwa sababu tukitokeza tu shambani, tunaanza kufanya kazi. Mawe yanatupiga, tunakuta jiwe lingine linatoka huku, lingine linatoka kule. Lingine linatoka huku, lingine linatoka kule. Stefano alifika mahali naye akapigwa kwa mawe, kwa sababu aliwaambia watu ukweli. Lakini jambo kubwa alilotufundisha hapa, alitufundisha ya kwamba hawa watu, huyu Yesu Kristo, huyu Stefano alifundisha kwamba, alifundisha watu kuacha dhambi na kusamehe. Ukisoma